Angalia pesa hii yote. Hii ndio makazi yangu ya bilionea. Nani ana pesa Kabla ya kuanza, tafadhali like na subscribe. Tuambie kwenye comment unasikiliza ukiwa wapi. Ndiyo. Angalia pesa zote hizi. Kama mtu yoyote angemwambia kuwa uchoyo unaweza kuharibu ukoo wake wote, angecheka usoni mwao. Lakini sasa yeye ndiye pekee aliyebaki, mwanafamilia wa mwisho aliye hai. Siku 14. Katika siku 14 tu nilipoteza dada yangu na baba yangu. Na kila usiku huamka akisikia sauti za watu aliowapenda zaidi na kungoja kifo kimkute. Jina lake ni Baraka, na hivi ndivyo uchoyo ulivyoharibu maisha yake. Baraka alikulia katika mji mdogo huko jimbo la Pwani. Wazazi wake walikuwa maskini lakini wafanyakazi kwa bidii. Baba yake alikuwa mjenzi wa matofali, huku mama yake akishona puff kando ya barabara. Baada ya shule ya sekondari hakuweza kuendelea zaidi. Hakukuwa na pesa. Hakutaka kuishia kama baba yake, akihangaika kila siku. Kwa hiyo aliondoka kuelekea Lagos. Kila mtu alisema Lagos ndipo ndoto zilipotimia. Lakini Lagos ilimnyenyekesha. Alijikuta akilala kwenye maduka, vibanda na wakati mwingine hata nje, akishambuliwa na baridi ya usiku na mvua. Katika usiku huo wa baridi, alilia kimya, akijiuliza kama kweli huu ndio ulikuwa msukumo wa maisha ambao watu walijigamba nao. Katika jitihada za kuishi, alianza kuuza nazi barabarani. Siku moja, akiuza surulere yake, alimwona mtu ambaye hakumtambua vizuri. Alikuwa mmoja wa wanafunzi wenzake wa shule ya upili, kijana Khalfan. Alikuwa amebadilika sana. Kijana Khalfan alikuwa akiendesha gari la Mercedes Benz, mnyororo wa dhahabu, nguo za designer, kila kitu kumhusu kilipiga kelele za pesa. Ishara dhahiri kwamba maisha yalikuwa yamemtendea mema. Kijana Khalfan alimtambua Baraka na kusimama kununua nazi. Baada ya mazungumzo mafupi, Baraka alimsihi kijana Khalfan amsaidie, hata akijitolea kufanya kazi kama vulana wa nyumbani wake ikiwa ni lazima. Lakini kijana Khalfan alitabasamu na kumpa maelezo yake ya mawasiliano. Pia alimpa Baraka kiasi kikubwa cha pesa. Alimwomba Baraka ampigie simu siku iliyofuata, ingawa Baraka hakuwa na simu yake mwenyewe. Akiwakata tamaa na ameazimia, Baraka alikopa simu na kupiga, akipanga kukutana na kijana Khalfan kwenye nyumba yake ya kifahari. Mungu wangu, nyumba hiyo! Magari yalikuwa yamepangwa, vigae vya marumaru viling'aa kama vioo, na hewa yenyewe ilinukia ghali. Kijana Khalfan alimwambia Baraka atamsaidia kupata pesa halisi. Baraka hakuwaza mara mbili. Aliacha mitaa, akahamia na kuanza kuonja anasi kwa mara ya kwanza. Maisha yalionekana kuimarika, kwani mahitaji yake yote sasa yalishughulikiwa na kijana Khalfan. Lakini kulikuwa na kasoro. Usiku mmoja, kijana Khalfan alimkalisha na kumwambia ukweli nyuma ya utajiri wake. Watalazimika kusafiri kwenda nchi ya Kitani kukutana na mzee Komba, mtu wa kiroho ambaye alifanya mambo yatokee. Hofu ilimkumba Baraka, lakini kijana Khalfan alimhakikishia kwamba matambiko, ingawa yalitisha, hayakuwa ya kuogopa. Kwa kusita, Baraka alikubali kwenda. Huko nchi ya Kitani, aliona mambo ambayo macho yake hayatawahi kusahau. Wanaume wakiwa wamekata tamaa ya utajiri, wakisali kwa lugha za ajabu. Kuanzishwa kwake kulikuwa kama kitu kutoka kwenye filamu ya kutisha. Alivuliwa nguo, jani kati ya midomo yake, damu kutoka kwa kuku aliyechinjwa ikimtililika usoni. Ilibidi anywe damu hiyo na kutafuna nyama mbichi. Alitaka kukimbia, lakini uchoyo ulimfanya abaki. Baada ya tambiko, mzee Komba alimkabidhi Baraka mnyororo kutoka kwenye sufuria yake takatifu,
akimwonya kamwe asiuondoe. Kisha akampa agizo la kutisha. Kila Jumatano usiku wa manane, Baraka alitakiwa kutafuta mwanamke mwenda wazimu na kulala naye. Akishindwa au akilala na mwanamke yule yule mara mbili, atapoteza mwanafamilia. Moyo wa Baraka ulizama, lakini alitii, sukumwa na tamaa yake ya maisha bora. Ilikuwa ni kidonge kigumu kumeza, lakini kijana Halfan alimhakikishia atamsaidia. Kwa mwaka mmoja, Baraka alifuata maagizo ya Mzee Komba kwa uaminifu, akitafuta wanawake wenda wazimu tofauti kila Jumatano. Haikuwa rahisi, lakini alifanya hivyo. Hata kijana Halfan, rafiki ambaye alimwanzisha katika ulimwengu huu wa giza, alikuwa na hali yake ya kutisha. Nafsi yake ilikuwa imefungwa kwa mbwa nyumbani kwake. Ikiwa mbwa angekufa, kijana Halfan pia angekufa. Baraka alifikiri hiyo ndio hali mbaya zaidi ambayo amewahi kusikia. Lakini licha ya hofu ya yote hayo, pesa zilianza kuingia. Baraka alituma baadhi ya hizo nyumbani na kujihusisha na maisha ya ukaidi, akilala na wasichana wengi, hasa kutoka vyuo vikuu mbalimbali. Miezi michache baadaye, mbwa wa kijana Halfan, German Shepherd, aliugua. Baraka na kijana Halfan walimpeleka mbwa kwa daktari wa wanyama, na Baraka alishikwa na hofu walipofikiria kumpoteza rafiki yake. Bahati nzuri, mbwa hakufa. Usiku mmoja, wakati mbwa wa kijana Halfan alipokuwa mgonjwa, walifanya karamu na wasichana fulani waliokuwa wamewaokota kutoka campus za chuo vikuu. Walipoamka asubuhi iliyofuata, waligundua kuwa wezi walikuwa wamevamia nyumba kwa sababu hawakuwa wamefunga mlango usiku uliopita. Ajabu, hakuna kilichoibiwa, lakini wezi walikuwa wamempiga risasi mbwa na kumuua. Baraka aliganda alipoona mwili usiokuwa na uhai wa yule German Shepherd. Mmojawapo wa wasichana ambao kijana Halfan alikuwa amefunga nao, alishuka chini akisema kwamba alikuwa akijaribu kumwamsha kwa muda, lakini hakuwa akijibu. Baraka, akijaribu kutulia, alimwambia kwamba kijana Halfan labda alikuwa amechoka tu, na akapendekeza waelekee wote chuo vikuu mara moja. Mara tu wasichana walipoondoka, Baraka alikimbilia juu kwenye chumba cha kijana Halfan, na mara moja alijua kwamba rafiki yake alikuwa amekufa. Hakuwa na wazo la jinsi ya kuwasiliana na familia ya kijana Halfan au mtu yoyote aliyofungamana naye. Kwa hivyo aliwaita vijana wengine waliokuwa husika katika matambiko yao. Pamoja walimpeleka kijana Halfan hospitalini, ambapo alithibitishwa kuwa amekufa na kupelekwa chumba cha kuhifadhi maiti. Baraka aliogopa sana. Jumanne nyingine ilikuwa inakaribia kwa haraka na hakujua afanye nini. Usiku huo, kwa kweli, Baraka hakuweza kujileta kufanya tambiko. Asubuhi iliyofuata, alipokea simu ya kuhuzunisha kutoka kwa mama yake, ambaye alimwambia kwamba dada yake alifariki katika ajali ya gari wakati akienda shule. Akiwa amejazwa na huzuni, Baraka alikimbia Alhamisi hiyo hiyo, na dada yake alizikwa mwishoni mwa wiki kutokana na umri wake mdogo. Akiwa amehuzunishwa na hasara hiyo, Baraka alimpigia simu Mzee Komba huko nchi ya Kitani na kumwambia kwamba alitaka kuacha tambiko. Mzee Komba akakataa, akisema Baraka hakuweza kujiondosha kutoka kwenye kile alichokianza. Alimuonya Baraka kwamba akijaribu kuondoka, atamuua badala yake. Ingawa Baraka hakukubaliana, alijiona ni naswa bila njia ya kutoka. Bahati nzuri, Jumanne nyingine, Baraka alisaidiwa na rafiki yake kumpata mwanamke mwenda wazimu kwa tambiko. Bila kujua, alikuwa mwanamke ambaye alikuwa amelala naye hapo pale. Wiki hiyo hiyo, baba ya Baraka alikufa katika ajali ya gari akienda humbani kutoka kazini. Kwa muda wa wiki 2, Baraka alikuwa amepoteza dada yake mdogo na baba yake. Jumatano nyingine ilipokaribia, Baraka alimpata muuguzi katika hospitali ya wagonjwa wa akili ambaye alikubali kumsaidia. Kila wiki, Baraka alimlipa muuguzi ili amruhusu kulala na mwanamke mwenda wazimu hospitalini. Mpangilio huu uliendelea kwa miezi 6, ambapo Baraka alihisi amani ya muda mfupi. Hata hivyo, aliendelea kuteswa na hatia ya matendo yake,
akijua kwamba dada yake na baba yake walikuwa wamekufa kama matokeo ya harakati yake ya pesa za damu. Kisha ikaja Jumatano nyingine. Baada ya miezi 6 ya kumtegemea muuguzi katika hospitali ya wagonjwa wa akili, Baraka alihuzunishwa kujua kwamba alikuwa ameugua na kufa. Kwa kifo chake, hakuna mtu aliyebaki kumsaidia, na marafiki zake ambao walikuwa wakimsaidia hawakuweza tena kushika ahadi zao. Kati ya wanaume 9 waliokuwa wamesafiri kwenda nchi ya Kitani pamoja na rafiki wa marehemu wa Baraka, 6 walikuwa wamekufa katika ajali mbaya, na mahali walipo wawili waliobaki hakukujulikana. Familia ya karibu yote ya Baraka ilikuwa imefutika. Mara moja wakiwa familia ya 5, sasa yeye pekee ndiye aliyebaki. Mama yake, baba yake, kaka yake na dada yake wote walikuwa wameondoka. Akiwa amelemewa na hatia, Baraka alihisi kwamba alikuwa ametenda dhambi dhidi ya Muumba wake kwa njia ambazo hakuweza kamwe kusamehewa. Alitafuta msaada kutoka kwa viongozi wa kiroho na washauri mbalimbali, lakini aligundua kwamba wote walikuwa walaghai. Kiongozi wao wa kiroho, Mzee Komba, alikuwa yule aliyemshauri huko nchi ya Kitani, kwa hivyo hawakuweza kumpa usaidizi wa kiroho wa kweli. Akikabili kifo chake mwenyewe, Baraka alijua siku zake duniani zilikuwa zimehesadiwa na kwamba kifo kingeweza kumjia wakati wowote. Aliwaomba wengine wazingatie hadithi yake kama onyo, akiwa amegeukia kusamehewa na Mungu, akitamani kupata amani ya ndani kwa nafsi yake. Aliomba maombi ya dhati, ikitumaini kwamba akifa, roho yake inaweza kupata pumziko la amani na rehema ya Mungu mkuu. Aliacha ombi hili la mwisho: si kila kitu kinachong'aa ni dhahabu. Nimepoteza familia yangu yote ya karibu, yote kwa sababu ya tamaa ya pesa za damu haramu. Tafadhali, wacha hadithi yangu iwe onyo kwa kila anayepigania maisha. Nimefanya toba ya kweli kwa Muumba, nikitumaini kwamba akifa, roho yangu inaweza kupata amani na pumziko. Tafadhali, niombeni upatanisho kwa Mungu. Kwa heri. Wito wa mwisho wa Baraka: jifunze kutokana na maumivu yake. Hadithi ya Baraka inaisha kwa kilio cha moyo na sala ya kweli. Inatuachia sisi wote, watu wanaopambana na maisha, ujumbe mzito: si kila kitu kinachong'aa ni dhahabu. Baraka alipoteza familia yake yote kwa sababu ya tamaa ya pesa za damu haramu. Hii si hadithi ya kuburudisha tu, ni onyo kubwa. Ni kielezo kwamba njia za mkato za utajiri wa haramu huishia kwenye maangamizi. Chukua hatua sasa. Ikiwa hadithi ya Baraka imegusa nafsi yako, chukua hatua rahisi kueneza ujumbe huu muhimu. Like sasa. Onyesha heshima kwa hadithi ya Baraka na ufunuo wake kwa kubonyeza kitufe cha like hapo chini. Comment neno la matumaini. Acha neno la maombi au matumaini kwa ajili ya Baraka ili nafsi yake ipate pumziko la amani. Pia, shiriki somo moja ambalo umelijifunza kutokana na hadithi hii. Subscribe upate ubongo wa maisha. Hakikisha umefuata subscribe ili usikose hadithi nyingine za kweli na mafunzo muhimu ambayo yanaweza kubadilisha maisha yako. Tusali kwa ajili ya Baraka na kwa ajili ya sisi wenyewe ili tusichukue kamwe njia ya uchozi. Amani iwe nanyi.